Vipi mambo vipi bwana? Ni aje? Nimekuwa nikikutafuta sana bwana. Nilikuwa nataka interview. Mambo ni aje? Mimi naitwa comedian Donse ni aje? Mimi naitwa Toremo president wala watu wana meno. Okay. Maisha inakupelekaje? Maisha si mbaya bro. Warembo ndio wanazidi kuwa wengi. Okay. Tukiongea hivyo, kabila gani iko na most beautiful ladies? Kabila yenye iko na most beautiful ladies mimi naona ni Wasomali. Wasomali? Yes. Okay. Unaweza katiana na kadem kadogo, kafupi? Demu wafupi ndio uzuri kwa sababu unajua demu mfupi asumbui. Ukishika mguu moja, hiyo nyingine haifanyi kazi yote. Okay. Inafaa mwanadada aolewe akiwa na miaka mingapi? I think 42 years. Manake mtoto anafaa kaya kwao zoeane na wazazi wake. Hii maneno ya kuchukua msichana mtu kama hajakomaa si vizuri, ndio unaona wanakuja kutia kwa nyumba. Okay. Yeah. Kitu gani kinafanya wanadada wanaomba pesa sana? Mostly mimi naona ni problem nje na wabaraka mbio. Kwa sababu unajua mademu wengi unapata dem amekaa kwao, amekaa kwa peke yake, hana pesa hata kununua suruali. Ndio unapata mademu wengine wako na suruali imetoboka hapa chini. Mimi nashangaa ni nini inatoboa hiyo suruali. Yeah. Na kitu gani kinafanya wanadada saa hii wanaombaomba wana nini hawaolewi sana, wanakaa kwao sana badala ya kuolewa? Na umaskini. Hawataka kutoka kwao kwa sababu wanataka kuacha chakula kwao. Unajua boyfriend wengi hawajui kumaintain wanawake. Yes. Ni unaweza katiana na dem ambaye anapaka makeup. Makeup si mbaya kwa sababu unajua ukidate dem natural hakuna tofauti ya kulala na maiti. Yeah. So hiyo ni maiti. Hiyo ni maiti. Okay. Kati ya Victor na Mlamwa ni nani kingpin wa Waluya sasa hivi? Mimi naona hapo hakuna kingpin. Kwa sababu Mlamwa ni mtu wa kupiga wasichana picha matako. Kazi yake ni kufuata kutembea na gari la watu, anakodisha gari. Mimi sioni kingpin. Victor pia ndio ule aliwachwa na Nyaboke. Anaonesha watu suruali za Nyaboke akiwa live TikTok. So mimi sioni kingpin pale. Waluya hawana kingpin kwa sasa hivi. Yeah. Unaweza ongea kitu gani kuhusiana na Oga Obina? Oga Obina aache kukula mademu za watu. Unakuja na dem interview. Kwa hivyo Oga Obina anakula mademu za watu. Anakula mademu za watu. Ni tabia unakuja na dem interview alafu unakuja unakula dem watu. Oga Obina atafuta dem. Kama hujui kutongoza ndugu yangu, acha kutumia platform ya Oga Obina kukula wasichana za watu. Example kama nani ya? Kama Prince Chala. Prince Chala alikula dem ya Prince Chala na dem wa Facebook. Na unajua mimi nashangaa Oga Obina. Ulipenda nini dem wa Facebook? Dem wa Facebook ni mtu wa kutongoza kweli. Ule ukilala naye zimboro inavunjika. Kwa hivyo mademu Oga Obina anakula mademu za watu. Ule amekonda sana, wewe amekonda sana. Na Pastor Ezekiel au Pastor Nganga? Kati ya Pastor Ezekiel na Pastor Nganga, Pastor gani anaonekana ako sawa? Mimi naona wote hao ni pastor ama shetani, kwa sababu huwezi kutuambia unaambia mtu toa sadaka ndio umuombe. Hao si pastor. Si mapastor. Hao si mapastor. Hao ni wale wa kwenda jehanamu direct. Hao ndio watakuwa kuni yetu. Wakati Mungu atakuwa anachoma wanadamu, hao ndio watakuwa kama kuni. Yeah. Ni one term ama two term? Two term. Kwa hivyo wewe una support two term? Two term. Aya, kuna huyu mwanasiasa anaitwa Edwin Sifuna, ameonekana na kiki akiwa msemaji wa baba. Watu wengi walikuwa wanamkejeli, saa hii sasa wameanza kumkabali. Unasemaje kuhusiana na hilo? Edwin Sifuna unajua ule anatafuta pesa, anataka President Ruto amnunulie mafuta ya gari kila siku. So mimi nataka niambie President Ruto kama unapatia huyo jamaa kadi ya mafuta atanyamaza. Huyo ni shida tu inamsumbua. Kati ya Babu Owino na Edwin Sifuna nani unachagua? Kati ya Babu Owino ama Edwin Sifuna? Babu Owino, kwa sababu Babu Owino ni mtu amesoma bana. Ule amekula kitabu. Hapo sawa sana katika upande wa akili. Na mimi naona atapeleka kaunti ya Nairobi vizuri. Yeah. Ni ODM ama UDA? Two term I mean. Two term. Yeah. Na Peter Salasya una kipi cha kumsema? Peter Salasya anyoe nywele. Hata kama akili ni nywele, akili nywele nyingine inaletanga wenda simu. Kwa hivyo unasema mheshimiwa Peter Salasya anyoe nywele? Nywele ndio akili ipungue, kwa sababu mimi naona uko na akili mingi kwa sababu ya nywele umekuwa mwenda simu. Kuna jamaa anaitwa Chief Godlove mwenyewe ameonekana amefungua foundation ya kusaidia maskini. Unasemaje kuhusiana na Chief Godlove? Ule siwezi ongelea watu ambao wako kwa Illuminati kwa sababu mimi naamini Mungu. Wale watu Illuminati sisi hatutaki. Na unajua sisi tulifunga kanisa la Illuminati hapa Kenya kwa sababu hawana pesa. Kwa hiyo sisi hatuwezi praise Illuminati. Illuminati haisaidii chochote. Kwa hivyo unasema Chief Godlove mwenyewe wako Illuminati? Huyo ni Illuminati na mimi namwambia akae huko Tanzania na Illuminati yake. Sisi hatutaki hapa Kenya. We are God love people. Kuna huyu jamaa anaitwa MC Exodus. Unamjua? Huyo simjui.
Yule jamaa anajifanya waiter, akona content ya kuitikia kila saa. Alikuwa kwa show ya Ogaubina. Huyo simjui. Umjui kabisa yule jamaa? Simjui. Okay. Unajua Magwaya? Magwaya alikuwa mfanyikazi wangu. Hata juzi nilimfuta kazi, aliangusha TV yangu kwa nyumba. Na hiyo unfortunately hata ningependa usiongelee hiyo maneno hapa kwa live, kwa interview kwa sababu haifai. So Magwaya nilimwandika kazi kwangu, akaangusha TV. So kwa hivyo Magwaya alikuwa mfanyikazi wako? Alikuwa mfanyikazi wangu wa some 2 weeks ago. So nilifuta yeye kazi. Yule jamaa wacha tusiongelee hiyo maneno. Kuna jamaa amefanya wedding juzi, anaitwa Kai na bibi yake. Kila saa huyu jamaa huwa anasema kwa interview zake my wife. Unaweza semaje kuhusiana na hilo? Mimi mambo ya kuoana hiyo mimi naona ni kupoteza muda. Siku hizi hakuna ndoa. Siku hizi mapenzi imekuwa kama token. Mapenzi ni kama token. Ni kama token. Unakula token ikiisha, unafunga unawachana nayo, unatafuta data nyingine. Kuna fununu zinasema Omoshi 1 hour amepewa kazi kwa government. Ni ukweli? Ndio maana ana support. Omoshi apewa kazi gani? Mtu hata ajui no subtract yes is equal to. Kwa hivyo Omoshi 1 hour ajui mambo ya kazi na kizungu. Huyu hajaenda shule. Na Okanga pia 0 mileage. Ana akili. Ule bure. Awinja ni nani? Kuna dem fulani huwa ni actor, alikuwa kwa kipindi zamani Citizen, anaitwa Awinja. Ule mwenye anafanya kamisi mararuka. Ule dempo kwanza mimi nataka ni advice kitu. Ule msichana atafute bwana, kwa sababu sasa wanaume tunatupendi wanawake wenye kuna mdomo sana. Ule demo unajua shida yake ni moja. Ni mtoto mzuri, ako na creative, lakini mdomo ndio imekuwa mingi. Kama kwa social media ako na mdomo namna hii, kwa nyumba sasa agiishi na mwanaume atakuwaje? So mimi naona time imeisha. Swali la mwisho labda, swali la mwisho. Mimi naenda meeting bana. Swali la mwisho. Unasemaje kuhusiana na yule jamaa anaitwa nani, Gen Z, Goliath wa Gen Z? Huyo simjui. Au mjui? Okay, asante sana kwa tupatie msemo wa siku. Msemo wa siku? Usikule dem kama ana suruali. Akikisha dem akona suruali, huyo anajua kuprotect mali yake. Asante sana kwa kuongea na comedian Donse. Asante sana. Tuonane.